yamejificha mengi ndani ya moyo wangu wa pekee, yamejificha mengi ndani ya moyo wangu, umebeba siri ya moyo wa pekee. Haijalishi ni kitu gani kinatutenganisha siwe nao, haijalishi ni wazazi hawataki niwe nao, maana moyo wangu umezama kwako, moyo wangu umezama kwako. Ndani ya moyo mama, yamejificha mengi ndani ya moyo mama, yamejificha mengi ndani ya moyo mama, umebeba siri ya moyo wa pekee. Ndani ya moyo mama, yamejificha mengi ndani ya moyo mama, yamejificha mengi ndani ya moyo mama, umebeba siri ya moyo wa pekee. Iwe maradhi ya mashida, naahidi sintokutenda, na milele nitakupenda, na popote tutaenda. Nikisema sintomaliza, unayemuona mwema anaweza badilika, anaweza badilika, ama na wanaojali hisia zao kuliko hisia za wengine. Maumivu yatukumbayo ni furaha kwao shangwe. Ndani ya moyo mama, yamejificha mengi ndani ya moyo mama, yamejificha mengi ndani ya moyo mama, umebeba siri ya moyo wa pekee. Edward bado anang'ang'ania ile eneo la mama. Kwa hiyo bado anawang'ang'ania muuzie ile eneo lenu? Ndio, nataka panunue na mama hataki. Na nakuahidi nitakupenda kila siku. Na kingine mpenzi, mimi ni vipi mamangu, mbona sita tena? mjamzito. Okay. Mr. Messi. Naam bosi. Tumepitia CV zako na chuki zinaridhisha wewe kupata kazi. Asante bosi. Mr. Messi. Naam bosi. Ukiwa kama afisa masoko hii kampuni, utafanya ushawishi gani kwa wateja ili waendelee kutuamini na kuwekeza kwenye kampuni yetu? Kwanza bosi,
biashara ni mahusiano. Nitajitahidi kujenga mahusiano mazuri baina ya kampuni na wateja. Cha pili, nitajitahidi vikao vya mara kwa mara, iwe kwa njia ya mtandao au ana kwa ana. Lengo ni kujua matatizo yanayotukabili kwenye ofisi yetu na kuyatatua kwa wakati. Lengo kuu ni kuhakikisha kampuni inatoka kwenye uchumi ulipofikia na kuinua iwe juu zaidi. Hongera sana kijana wangu. Ni muda mrefu tulikuwa tunatafuta kijana mwenye weledi. Itoshe kusema kazi umepata. Sita kilongolongo. Kesho asubuhi na mapema uwahi kazini na kuendelea na majukumu yako. Asante sana bosi. Nashukuru sana bosi. Hongera sana. Asante bosi. Asante. Karibu. Hongera sana kwa utendaji wako wa kazi. Maana ukipewa kazi unafanya kwa wakati. Asante sana bosi wangu. Lakini samahani bosi wangu kama nitakukwaza. Kuna swali moja nataka nikuulize, lakini liko nje kidogo ya ofisi. Bila shaka unaweza kuuliza. Ushawahi kupenda? Kwenye akili yangu sifikiri kabisa kuhusu mahusiano. Ni binti gani wewe anaosumbua akili yako? Mimi hayupo binti anaweza kuisumbua akili yangu. Lakini kuna kijana mmoja hapo ofisini anateseka sana na mapenzi na binti fulani hivi. Anateseka na mahusiano ni bosi wangu Mahabari. Unajua bosi anakupenda sana na mnaendana, nafaa kuwa mume wako. Pia ni baba. Ishia hapo hapo. Tena usiniharibie mudi yangu asubuhi, sawa? Naomba toka ofisini kwangu. Lakini bosi, nimesema toka ofisini kwangu. Kipenzi changu, hakika mambo yanaenda kwa mazuri muda sio mrefu. Yule aliyekufanyia yote haya naye atakufuata hospitalini muda sio mrefu. Kupumua kwake kutakuwa kwa shida sana. Familia yake inaenda kububujikwa na machozi muda sio mrefu. Kwa sasa mimi nasema kampuni yetu imepata mtu sahihi kabisa, na hii itapelekea kuchukua wateja wote kwa kupitia huyu kijana, kama haya maelezo yake aliyotuambia sisi atayafanyia kazi. Bila shaka atafanya kazi kwa weledi. Ni mtu mwenye utimamu wa akili na anamaanisha anachokisema. Cha kuomba awe na utimamu wa kila kitu. Mara nyingi kuna uzungumzaji na utendaji, ni vitu viwili tofauti.
Anaweza kuwa mzungumzaji mzuri zaidi, lakini kuna utendaji asiwe mzuri, na hilo ndio tunaloliomba kwa huyu. Mimi nadhani anachosema Janeto kina mashiko makubwa sana kwenye hili, kwa sababu watu wengi wanakuwa ni wazuri sana kwenye kuzungumza, wana ladha na tamu ya ulimi kwenye kusema, lakini linapokuja swala la kufanya au kutengeneza hilo jambo, unakuwa na vitu viwili tofauti kabisa. Kama mnakumbuka, hapa kwenye kampuni yetu tulishawaajiri vijana wengi sana, lakini watu wote walishindwa kufanya kazi. Walichoendekeza wao ni anasa tu, ulevi, ukahaba na mambo mengine yanayofanana na hayo. Sawa, tutalifanyia kazi hilo. Mr. Esa. Naam. Umefikia wapi ile kazi yangu? Anaonekana na msimamo sana, lakini siku zote wanasema mbio za sakafuni mwisho kingoni. Kwa hiyo atarukaruka, lakini atajaa tu. Kwani ulivyomwambia amesemaje? Alianza kunifokea, na unafahamu bosi Linda, ukiongea chochote huwa ni mwepesi sana kupaniki. Lakini nilivyoanza kumwaga swaga zangu zikaanza kumwingia taratibu, akaanza kunisikiliza. Kwa hiyo nina imani usikivu wake atanielewa na kila kitu kitaenda sawa. Una uhakika na unachosema? Yeah, sure, na uhakika. Make sure kila kitu kinakuwa sawa, kwa sababu jambo likifeli tu unajua kabisa kibarua kitautangasa. Hata zile pesa ambazo zimekuahidi kutozipata tu. So make sure kila kitu kinakuwa clear. Bosi, kwa kuwa ulinichagua mimi niifanye kazi, mimi nina imani kila kitu kitakaa sawa, na amini atakuwa kwako. Trust me boss. By the way, I'm trusting you. Ndani ya moyo mama yamejificha mengi, ndani ya moyo mama yamejificha mengi, ndani ya moyo mama umebeba siri ni kitu gani kinatutenganisha siwe nao? Haijalishi ni wazazi hawataki niwe nao, maana moyo wangu umezama kwako, moyo wangu umezama kwako. Ndani ya moyo mama yamejificha mengi, ndani ya moyo mama yamejificha mengi, ndani ya moyo mama umebeba siri iwe maradhi ya mashida, naahidi sintokutenda, na milele nitakupenda, na popote tutaenda, nikisema sintomaliza. Unayemuona mwema anaweza badilika, anaweza badilika, ama na wanaojali hisia zao kuliko hisia za wengine. Maumivu yatukumbayo ni furaha kwao shangwe, ndani ya moyo mama yamejificha mengi. Dr. Samani, na mazungumzo na wewe kama hutojali. Bila samani, unaweza ukaongea. Dokta, hali ya mgonjwa wangu
lini inaweza ikawa sawa? Kwanza tumshukuru Mungu kwa hali anayoendelea mgonjwa wetu, inazidi kuimarika, na nikutoe hofu, mgonjwa wetu siku zinavyozidi kwenda hali yake inaenda inakuwa sawa. Ndani ya moyo mama yamejificha mengi, ndani ya moyo mama yamejificha mengi, ndani ya moyo mama umebeba siri. Haijalishi ni kitu gani kinatutenganisha, siwe nao. Haijalishi ni wazazi hawataki niwe nao, maana moyo wangu umezama kwako, moyo wangu umezama kwako. Ndani ya moyo mama yamejificha mengi, ndani ya moyo mama yamejificha mengi, ndani ya moyo mama umebeba siri. Iwe maradhi ya mashida, naahidi sintokutenda, na milele nitakupenda, na popote tutaenda. Nikisema sintomaliza, unayemuona mwema anaweza badilika, anaweza badilika. Ama na wanaojali hisia zao kuliko hisia za wengine, maumivu yatukumbayo ni furaha kwao shangwe. Ndani ya moyo mama yamejificha mengi, ndani ya moyo mama yamejificha mengi, ndani ya moyo mama. Mume wangu, sasa hivi nazidi kukupenda, maana unarudi mapema nyumbani kujumuika na familia. Hata sijui niseme nini, lakini wakati mwingine kazi zinatufanya tuwe hivyo, lakini hakuna mtu ambaye anapenda kuwa nyumbani kwake, nje ya nyumbani kwake kwa muda mrefu. Uvumilivu ndio unahitajika kwako zaidi. Najua mume wangu, lakini unatakiwa ujipe. Marahaba mwanangu. Linda. Yeah. Samahani mwanangu, tunaomba uketi hapa, tunahitaji kuzungumza na wewe. Mama, kuna shida gani tena jamani? Ofisini sikumalizia kazi, natakiwa nije nimalizie hapa. Wewe keti kwanza hapo. Mwanangu Linda, kazi za ofisini kweli unakuja kuzifanyia nyumbani? Unaporudi nyumbani mwanangu, jaribu kujipumzisha, pumzisha akili yako. Au nakosea mwanangu? Hapa hujakosea mwanangu, umeshakuwa sasa hivi, huna budi kuwa na familia yako. Namaanisha uwe na kwako. Baba, sijaelewa anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba unatakiwa uwe na mwenza wako, na sisi yupo kijana tuliyempendekeza, anakufaa kabisa. Ni mtoto wa Mr. Charles. Umeelewa mwanangu? Linda.
yamejificha mengi ndani ya moyo wangu wa pekee, yamejificha mengi ndani ya moyo wangu, umebeba siri gani kinatutenganisha siwe na, haijalishi ni wazazi hawataki niwe nao, maana moyo wangu umezama kwako, moyo wangu umezama kwako, ndani ya moyo mama, yamejificha mengi ndani ya moyo wangu wa pekee, yamejificha mengi ndani ya moyo mama, umebeba siri wa pekee. Iwe maradhi ya mashida, naahidi sintokutenda, na milele nitakupenda, na popote tutaenda, nikisema sintomaliza. Unayemuona mwema anaweza badilika, anaweza badilika, ama na wanaojali hisia zao kuliko hisia zao.